Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi kwa watazamaji wetu na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo katika ibada hii ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa wale wamepata nafasi ili tukutane kwa ibada hili, na kukaribisha na uwe tayari, kwa sababu Mungu kuna mipango mema juu ya maisha yako. Nataka tusome katika Agano, kitabu cha Zaburi. Tutasoma kitabu cha Zaburi sura yake 107 mstari wake wa 10 hadi 16. Kitabu cha Zaburi sura yake 107 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema ya kwamba wengine walikaa gizani na katika huzuni kuu, wafungwa wakiteseka katika minyororo, kwa sababu walikuwa wameasi dhidi ya maneno ya Mungu na kudharau shauri la aliye juu sana. Aliwatumikisha kwa kazi ngumu, walijikwaa na hapakuwepo yeyote wa kuwasaidia. Ndipo alipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa kutoka taabu yao. Akawatoa katika giza na huzuni kuu, na akavunja minyororo yao. Basi na wamshukuru Bwana kwa upendo wake usio koma, na kwa matendo yake ya ajabu kwa wanadamu, kwa kuwa yeye mvunja malango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana, tunalimidini jina lako. Wewe ni Mungu asiyegeuka. Asante Mungu wetu kwa sababu umetenda Bwana, tukapata Bwana kuonekana mara nyingine kwa ibada hili. Bwana, takaza kila neno ambayo itatoka katika kinywa changu, kwa wale Bwana watu wako ambao wamepata nafasi, ili Bwana wasikie kutoka kwako. Wafungue roho na akili ili wapate yale Bwana utanena nasi asubuhi ya leo. Yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Mwana Yesu Kristo. Amen. Jinsi nimewaambia kwamba mimi ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo Mungu amenituma ili nikuletee ujumbe, na ujumbe ama kini cha neno ambalo ningependa tufundishane na asubuhi inasema ya kwamba kuishi katika giza. Kuishi katika giza. Biblia inasema mahali penye tumesoma katika Zaburi 107 ukianzia mstari wake wa 10, Biblia inasema ya kwamba wengine waliishi gizani, na walipokuwa wanaishi gizani walikuwa wale watu ambao wamefungwa na minyororo. Zote tunajua ya kwamba giza ni ya shetani.
kwa sababu huyo ndio mwenye giza. Yeye ndio hufanya vitu ya giza. Na Biblia inasema ya kwamba wengine waliishi kwa giza, waliweza kuishi katika giza, na wakiwa katika giza walikuwa wamefungwa na minyororo. Yule anayekuwa kwa giza hawezi akaona kitu, kwa sababu ako gizani. Ni kama kipofu, anaweza angalia lakini anatazama lakini haoni chochote, kwa sababu ako gizani. Na Biblia inatuambia ya kwamba wengine walikaa gizani na katika huzuni kuu. Walikuwa gizani, na hata kama walikuwa hapo gizani bado walikuwa katika huzuni kuu. Hawakuwa watu wenye furaha, hawakuwa watu ambao wanatarajia chochote. Ni watu wa huzuni, wako gizani na wamehuzunika pale. Na Biblia inasema ya kwamba wafungwa wakiteseka katika minyororo. Hawa watu walikuwa kwa giza na wakakuwa kwa huzuni hapo gizani. Pia walikuwa wamefungwa na minyororo, walikuwa wafungwa. Na Mungu amenituma ili ninene nawe katika kuishi kwa giza, kwa sababu hata sasa najua kuna hao wengine wanaishi katika giza, wako gizani, lakini wewe huwezi ukajua ya kwamba uko gizani. Yale mambo ambayo inatendeka kwa hiyo eneo katika maisha yako, mahali unafanya kazi, hata katika boma lako, ndipo itakwambia ya kwamba mimi niko gizani. Yule anayekuwa kwa giza, utakuta ya kwamba chochote ukianza inagonga mwamba. Hiyo ni ishara ya kwanza ya kuhakikishia ya kwamba uko katika giza. Kunaye wale wanatenda kitendo cha giza. Yale wanaotenda ni mambo ya giza, ambapo hata kama inaweza funuliwa mchana, hata wewe mwenyewe unaweza shangaa. Mafikira yake iko gizani. Kunayo wale wanafikiria mambo ya shetani, wanafikiria jinsi wanaweza maliza boma lingine, wanaweza fikiria jinsi watoto wako wanaweza pambazo akili, wanafikiria jinsi wanaweza maliza wengine. Ni watu wa giza, wako gizani. Wakiona watoto ya watu wengine ama watoto wa jirani wakienda shule, yeye anafikiria jinsi anaweza waua. Huyo ni yule anayekuwa gizani. Hakuna chochote anafikiria mazuri. Akiona mwingine ana tu yule atanishinda. Ni roho ya shetani. Ndipo Biblia inasema ya kwamba wengine waliishi gizani. Mahali uko wewe ujiulize, kwa sababu wengi wameua wengine. Kwa mtu sio kana kwamba unachukua panga ama kisu na umdunge naye ama mkatekate. Kwa mtu inaanzia katika mafikra, katika moyo wako. Hata katika ndoa utakuta ya kwamba mzee anaambia mama ya kwamba wewe siku moja nitakuwa. Hiyo tayari ameua, kwa sababu amefikiria. Huyo ni yule anayeishi katika giza. Kunaye hata wamama wamechoka katika ndoa,
na matamshi yao hailinganishi ya kwamba huyu mama ako katika mwangaza. Yale anatamka inaonyesha dhahiri ya kwamba huyu ni wa giza. Kuongea kwako peke yake itaonyesha ya kwamba wewe uko gizani. Wengine walikuwa gizani na wakakuwa katika huzuni kuu. Katika hiyo giza walikuwa wamefungwa. Kunaye wale wamefungwa, ako kwa giza, hapo gizani amehuzunika, na hapo kuhuzunika kwake bado amefungwa. Hakuna chochote inaendelea vizuri kwake kwa sababu amefungwa. Yule anayefungwa hawezi hata akafanya kazi. Kunaye wengine wamefungwa kwa pombe. Yeye anajaribu hata kufanya kazi hawezi. Amefukuzwa kazini kwa sababu ya kifungo cha pombe. Amefungwa. Kunaye wengine walilaaniwa. Waliingizwa katika madawa ya kulevya. Na sio kupenda kwake. Hata wewe umejaribu ili ujiondoe katika hiyo shida, ujiondoe katika hiyo giza, ujiondoe katika hiyo kifungo, lakini wezi kwa sababu uko kwa giza. Anayekuwa kwa giza hawezi akaona vitu zinatendeka katika eneo lako, katika familia, lakini wewe huwezi ukaona kwa sababu uko gizani. Biblia inasema kuna wengine walikuwa katika giza. Umehuzunika kwa muda, watu wamekucheka kwa muda. Leo Mungu amenituma nikuletee ujumbe ya kwamba hata ukiwa katika giza, Mungu ameleta mwangaza. Leo hii wewe ndio utakubali. Kama utakubali kweli ya kwamba kukaa katika giza imekuchosha, kuna neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye alikuja akitangaza dhaharani pale msalabani ya kwamba yote yameisha. Hakuna yale yanaweza ikashinda Mungu. Hata hiyo yako iwe ni ugonjwa, kwa sababu kunaye wale wanagonjeka, na hiyo kugonjeka kwao ni faida kwa wengine. Wale waliomwendea kwa waganga ili ateseke, ili afilisike, mpaka biashara ulioanza ikamalizika kabisa, hata ujui nini ilitendeka. Hiyo ni gizani. Kunaye wengine wanafanya hata biashara na maroho za giza. Wengine wanaenda bali kwa waganga ili wape dawa ya biashara. Ni sawa, lakini biashara iliyoanza na madawa itaisha tu hivyo, haitadumu. Yule naye anza chochote nayo anza na Mungu, kwa sababu Mungu akianzisha kitu atahakikisha ya kwamba umefaulu. Lakini anayeenda kwa waganga wanaisha. Kazi ya waganga inaisha, kazi ya uchawi inaisha, lakini neno la Mungu itadumu milele. Ni wewe ndio unajua ya kwamba uko wapi. Umejaribu hata kukua katika ndoa, na kila ndoa unapopata haifaulu, pengine unafukuzwa. Mama, jinsi tunanena, pengine uko kwa ndoa ya 5, nini litendeka? Uko gizani. Popote umeenda wewe ufukuzwa. Vita inatokea, ni mgogoro, ni vita tu kidogo, na unasikia kwamba wewe ushafukuzwa. Ama pengine roho inachafuka kwa mambo kidogo tu, wewe roho imechafuka, unaenda. Kunaye yale giza inakufuata nyuma. Pengine ukilala usiku, wewe uona wale waliokufa zamani wanakuja wanakuongelesha.
Kunaye wale wakilala usiku wanaota yale ndoto zingine hata uwezi ya kushtua, ndoto ya kushtua. Wengine wanaota ya kwamba wanakimbiza usiku na panga. Wengine wanaota ya kwamba wanatembea katika kaburini. Hiyo ni roho ya giza. Ndio maana Mungu amenituma leo ili nikuongelesha, nikuambie ya kwamba bado unaweza toka katika hiyo gizani. Hapo gizani unaweza toka pale, kwa sababu Mungu anakona uwezo juu yako. Wewe ndio utakubali ya kwamba mimi nimechoka kukaa katika giza. Huzuni, nimekuwa katika huzuni kwa mwaka. Hata kama umefiwa, kunayo wamama ambao wanazaa na watoto wanakufa wakiwa wachanga. Hiyo ni roho iko katika gizani. Kunayo wengine hawana bahati katika ndoa. Ni kijana mdogo lakini ameoa wasichana kama 10. Akipata msichana anatoroka. Kunaye roho ya giza kwake. Ndio maana Mungu amenituma nikuambie ya kwamba kama utakubali Yesu Kristo, anaye ni mwangaza, yeye ni mwangaza wetu, wewe leo hii utatoroshwa pale. Utatolewa katika nchi ya giza. Utatolewa katika hiyo pepo inayokufatafata. Hata kama ilikuja ikakuharibia kazi, kama utakubali ya kwamba Yesu Kristo ndio Mwokozi, utatolewa katika hiyo giza. Hakuna yale iliyo ngumu kushinda Yesu. Yesu ndiye awezaye yote. Hata kama kuna mtu alinena juu ya maisha yako na akakulaani, kwa sababu kuna wengine wanatembea na wamelaaniwa tayari. Anatembea na laana ya ukoo. Jinsi babu yake alikunywa pombe mpaka akakufa katika pombe, yeye ndiye ameanza. Baba yake pia pengine alikufia pombe pale. Na leo hii Mungu amenituma nikwambie ya kwamba yote yanawezekana. Haijalishi hata kama ilikuja kwa mkono ya binadamu, kwa mkono ya mtu, kwa sababu kunaye wale hawatakii mazuri kwa wenzao. Mtu anaweza enda hasara, auze hata ng'ombe ili boma lako filisike. Na ndio maana tunahubiri neno. Kunaye wale walienda hasara ili wasichana wako wote wasije wakapata ndoa. Ndio maana wakipata ndoa wanatoroshwa. Roho inachafuka. Hakuna hata mmoja ambaye ako katika ndoa. Wanaoleka, lakini baada ya mwezi 2 ama 3 yeye tayari ametoka ameenda. Ni roho ya gizani. Biblia inatuombea kwamba wengine waliishi gizani. Na katika giza walikuwa katika huzuni kuu. Pengine uko katika huzuni, umelia ya kutosha. Mama kijana, umelia ya kutosha kwa sababu ya yale yanatendeka katika maishani yako, kwa sababu ya yale unapitia. Umelia, ni uchungu mno. Uwezi hata ukaambia jirani, uwezi hata ukaambia marafiki, kwa sababu hao marafiki ukiwaelezea shida yako, hao mwenyewe ndio watakuja wakusengenye kwa wengine. Hao marafiki ni rafiki tu kama bado kuna kitu wanaweza pata kwako. Marafiki wengi ni wabaya sana, wanakudanganya ili wewe upotee, na ukishapotea wanacheka. Ukishaanguka hao wenyewe ndio wanakuchekelea. Hao ndio marafiki unao, wanakudanganya ili wewe utoke katika ndoa yako.
na baada ya kutoka katika ndoa, hao ndio watakuchekelea. Hiyo ni roho ya giza. Biblia inasema wengine walikuwa katika giza. Wewe uko wapi? Hata kama wewe uwezi ukainuka na ufanye jambo ili maisha yako iendelee, uko katika giza, umelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema katika Agano, ukisoma Mfalme wa Pili 6, kuna siku wana wanabii walinena na Elisha na akamwambia ya kwamba mahali ambapo tumeishi ni kidogo, uturuhusu twende tukakate mti pale mto Yordani. Nabii akawambia nendeni basi, na moja yao akauliza nabii Elisha, akamwomba ya kwamba aenda nasi. Alikubali kwenda nao, na walipokuwa wanakata mti pale, Biblia inasema shoka ya moja ya wana wa nabii ilitoka ikaanguka kwa maji, na huyo alilia akasema, ole wangu. Hiyo shoka ilikuwa ya kukopesha. Bwana Yesu asifiwe. Bahati yangu ni mbaya kwa sababu ilikuwa shoka ya kukopesha. Kuna wale hata sasa navyonena nawe, kuna wale wa bahati mbaya kama ule nabii. Shoka aliyokopesha iliweza kutoka na kuanguka katika maji. Kunao wengine pia bahati yao ilitoka hivyo na ikaanguka. Anatembea na ana bahati, ni bahati mbaya inamfuata, bahati ya giza. Yeye hata akienda kutafuta kazi hapati, na hata wale ambao anawashinda kwa masomo wanapata kazi, yeye achukuliwi. Kila langu ukigonga unaambia hapana, kwa sababu bahati yako ni mbaya. Kila ndoa ukipata ndoa, baada ya miezi 3, baada ya mwaka moja, wewe tayari umefukuzwa, unatembea katika giza. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba kuna hao wengine walikuwa katika giza na walikuwa na huzuni kuu. Umeteseka kwa muda wa kutosha, Mungu amekuja ili akuokoe. Ni wewe ndio utakubali siku ya leo. Hata kama wewe ni yatima, wazazi walikufa kitambo, ukaachwa kwa mikono ya watu wa ukoo, umeteswa kwa mikono yao. Wale uliwachiwa kwa mikono yao wamekutesa, hawakutosha. Pengine hata shule haukuenda vizuri, masomo yako ilikatika kwa sababu ya wale uliwachiwa kwa mikono yao. Leo hii Mungu amenituma nikwambie ya kwamba inawezekana, unaweza toka katika hiyo giza, hata ikiwa ni ya magonjwa. Kuna wale wanaishi na magonjwa iko katika hiyo ndoa ama hiyo nyumba. Mwezi ikapita kabla wajapeleka hospitalini. Hata kama uko na ukimwi, Yesu kupitia damu lake iliyotirika msalabani akasema yote yameisha. Hata wewe unaweza ukapona. Hakuna yale gumu kushinda Yesu. Lisilo gumu kumshinda kuna. Ni wewe ndio utakubali. Kupitia imani yako wewe unapona. Yesu aliweza akaponya. Aliponya hata wafu, alifufua wafu. Alipopata Lazaro amezikwa, akona siku 4 kaburini, Yesu alipoenda pale akaita Lazaro akafufuka. Sasa hata wewe ukiwa bahati yako ilifufuka na akazikwa,
na watu wakasema ya kwamba Munene hawezi akainuka tena, ama Grace hawezi akainuka tena. Wiki iliyopita nilinena katika jambo ambalo inasema ya kwamba mzizi ya mti inaweza chakaa udongoni, lakini akipata dalili ya maji itachipuka tena, itachipuka tena. Hata wewe kama utasikia na upate vizuri neno ambalo na nena sasa na asubuhi, neno la Mungu yuai, neno la Mungu utenda miujiza, neno la Mungu bado utenda. Wewe ndio uamini ya kwamba yote yanawezekana. Haijalishi ni nini umepitia. Biblia inasema ya kwamba wengine walikaa gizani na katika huzuni kuu. Walikuwa gizani na katika huzuni kuu. Wafungwa wakiteseka katika minyororo kwa sababu walikuwa wameasi dhidi ya maneno ya Mungu na kudharau shauri la aliye juu sana. Unaweza ukadharau neno la Mungu. Kuna wengine wanasema ya kwamba wokovu ni kwa wale hawana kitu, wamemwasi shauri na wakadharau neno la aliye juu. Wewe uliumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Hiyo kuteswa kwako, hiyo si mpango ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwa Yeremia 24:11 ya kwamba mimi Mungu ndio najua yale mipango ninayo juu yenu. Hiyo magonjwa sio mipango ya Mungu, ni shetani alikuja kuiba, kuharibu na kuua. Yule anayekuharibia kazi ni shetani. Yule anayeleta vita katika hiyo ndoa ni shetani, sio Mungu. Na yeye ndio mwenye giza. Na Biblia inasema ya kwamba aliwatumikisha kwa kazi gumu, wakijikua na hapakwepo yeyote wa kuwasaidia. Walipokuwa katika gizani, walitumikishwa katika kazi gumu. Pengine shetani amekuweka katika kazi ngumu. Unafanya kazi ambayo hukutarajia ya kwamba unafanya, lakini kwa sababu ya giza umepatikana pale. Ukiwa pale umefanyishwa kazi gumu mpaka ukachoka. Biblia inasema ya kwamba ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa kutoka tabuni yao. Ni asubuhi njema. Nataka niombe na wewe. Sijui uko katika shida gani. Nataka niombe nawe pamoja. Umejaribu kujenga ikashindikana. Umejaribu kutafuta kazi ikashindikana. Umejaribu kuoa inashindikana. Nataka niombe na wewe ili Mungu akutoe katika hiyo giza, kwa sababu yote yanawezekana. Muamini Mungu. Popote ulipo, nataka upige magoti. Kama unaweza inua mkono, ama unaweza shika TV ili tuombe pamoja nawe. Amini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni wanao Bwana, wamefanyishwa kazi gumu, wamewekwa Bwana katika giza, na leo hii Bwana umenena ya kwamba unaweza watorosha kutoka kwa giza ili Bwana wapate mwangaza. Kila mpangilio uliowapangia wacha itendeke, kwa sababu wewe ni Mungu, haujawahi shindwa milele.
Bwana, ponya walio wagonjwa. Hata huyu mfanyi biashara amejaribu kwa muda, lakini haoni faida. Huyu anayekuwa na kesi kotini, Bwana mshindanie. Hata huyu Bwana anayekosa karo, Bwana wacha akapate, kwa sababu wewe ni Mungu. Wajane pamoja na watima na wakabidhi mkononi mwako Mungu. Tenda miujiza, kwa sababu nimeomba na nitakuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Mungu na wasaidie, Mungu na waokoe. Mimi ni mchungaji Ayub Ouko. Nafanya kazi ya huduma hapa Nairobi. Tuko na kanisa pale Kibra. Kwa wale wako katika mji wa Nairobi, chukua gari namba 8. Ukiwa town railways, chukua gari namba 8. Itakushikisha Karanja. Kanisa liko pale karibu na Rail Education Center. Hapo ndio tunaabudu. Ukiwa Kencom, panda gari namba 32 KBS ama Sitiopa, itakuleta mpaka Karanja. Shuka hapo unipigie. Ukiangalia pale chini utaona nambari zangu. Nataka nisome ili uandike. Kama uwezi ukafika, unipigie tuombe pamoja nawe. Namba yangu ni 0727385424. 0727385424. Namba ya Airtel ni 0734434156. Mungu akubariki sana. Mungu akuokoe. Mungu akushindanie. Tupatane siku ya Jumamosi saa 3 hadi saa 3:30. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer